Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukutane hewani kwa wale wenye furaha. Naona wote mna furaha. Kwa jina naitwa Mwinjilizi Zakaria wale na Seseyo Laiza kutoka Arusha. Lakini mimi nimelelewa huku, nimekuwa huku, nimehubiri huku, nikasema ngoja niwatembelee marafiki zangu huku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Shalairolian. Sasa hebu tujifunze kauli moja hapa mimi ninaposimama, ninyi mnakaa. Nikisema mpe Mungu utukufu, unasema amina. Mpe Mungu utukufu. Amina. Amina. Lakini mbona kama tunasinzia? Hivi kweli shetani amesikia hiyo kauli? Shetani kweli unaweza wenda amesikia, lakini je, inatetemesha? Amina. Mpe Mungu utukufu. Amina. Mbona milango ya kuzimu haijatetemeka jamani? Bwana Yesu asifiwe. Mpe Mungu utukufu. Amina. Amina. Mpe Mungu utukufu. Asante. Bwana wabariki. Karibuni sana katika Kristo, tupate mkate wa uzima wa milele mchana wa leo. Kila mmoja afungue Biblia yake, Ufunuo Yohana 22 mstari ule wa 10. Ufunuo Yohana 22 mstari wa 10 hadi wa 12. Ndio tusomee. Kwanza kabla hujasoma, kuna kichwa cha habari hapa tunajifunza. Kuna neno nimeweka hapa, msikilizaji wangu, ya kwamba tunajifunza mchana leo vitu viwili: agizo na tabia ya Yesu Kristo. Agizo ya Yesu Kristo na tabia ya Yesu Kristo. Tabia ya Yesu Kristo, tabia ya upendo, tabia ya kuwafikia wagonjwa, tabia ya huruma, tabia ya upole, tabia ya ukarimu, tabia ya kwenda kwa miguu kuwafikia, kuwaponya na kuwafungua waliotekwa na ibilisi, kuacha huru walionyanyasika na dhambi, na kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mesi Shalairolian. Lakini kabla ya hapo tusome Ufunuo 22 mstari fungu lile la 10 hadi 12. Karibu msomaji. Akaniambia usiachie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo unakaribia. Ndio. 11. Ndio. Kudhulumu na azidi kudhulumu. Ndio. Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Na mwenye haki na azidi kufanya haki. Ndio. Na mtakatifu ndio azidi kutakaswa. Amina. 12. Ndio. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami. Ndio. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ndio. Bwana akubariki. Wito wa Yesu Kristo anasema, tazama naja upesi kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Rafiki yangu mpendwa katika Kristo, sijajua tabia yako, lakini Kristo anakujua vizuri. Kama wewe ni mhubiri, Kristo anakufahamu vizuri. Kama wewe ni mwana kwaya, Kristo anakufahamu vizuri. Mimi Shalairolian. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini anasema ya kwamba tazama yuaja upesi na ujira wake mkononi, kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Kama wewe ni mchawi, utalipwa kadri ya matendo yako. Kama wewe ni mbea, utalipwa kadri ya matendo yako. Kama wewe ni mvivu, utalipwa kadri ya matendo yako. Kama wewe ni mshirikina, utalipwa kadri ya matendo yako. Lakini kama wewe ni mtakatifu, utalipwa sawa sawa na utakatifu wako. Amina. Amina. Tabia ya Yesu. Mathayo 28 fungu lile la 19 hadi 20.
Ngoja twende, nimeanza na dakika ngapi? Samahani, turudi kwenye simu zetu. Saa 6 kasorobo. Saa 6 kasorobo. Mrs. Shalairorian. Tanisameni, nimekula dakika 5 mbele kabla sijaangalia saa. Nimekula dakika 5 mbele kabla sijaangalia simu yangu kwamba inasoma ni saa ngapi na muda gani nimeanza. Tuwe wakili pia wa muda. Kristo alikuwa akili mwaminifu. Mathayo 28 fungu la 19 hadi 20. Ni fungu ambalo limesoeleka kama tabia ya Wakristo. Limesoeleka kwa midomo yetu. Basi endeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. 20 na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hapa anasema tazama niko pamoja nami, na kule anasema tazama nakuja na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Na huko anasema enendeni, tazameni nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Nisije kusema bahari, ulimi nao hauna mfupa. Niweni radhi ya watumishi wa Mungu. Mrs. Shalairorian. Yesu anasema ya kwamba tazama naja upesi kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Huko anatuambia ya kwamba agizo la Yesu Kristo, basi enendeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza na kuwafundisha na kuwakumbusha yote niliyoamuru ninyi. Tazama mie niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msishangae kanisa. Lakini anasema baada ya kutoa agizo, anatoa amri. Ametoa agizo, tendeni, tuwafundishe, tuwafanye, tuwakumbushe na kuwabatiza kwa jina lake. Tazameni nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Huku anasema nitakuja kumlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Je, umeenda kuhubiri? Umeenda kuwabatiza? Jihoji mwenyewe. Au umeimiliki neno hili la Kristo kama simu yako ya mkononi? Ni mali yako. Unafanya hii neno kana kwamba ni mali yako wewe Msabato, kwa sababu umepokea ukweli, kwa sababu wewe mtakatifu wa Bwana, kwa sababu nimekamilika, sina habari kutangaza Injili. Unaimiliki, unaikumbatia kama simu yako. Lakini mwenye shamba anasema katika shamba lake enendeni, kwa maana naja upesi kumlipa. Kwa hiyo uende bure, utalipwa rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae tu kwa kuwa tumeongoka. Tusikae tu kwa kuwa Biblia nasema ninyi ni hekalu takatifu, ninyi mmenunuliwa. Waraka wa kwanza wa Korintho fungu lile la mlango ule wa 6 fungu 19 na 20, kwa kuwa tumenunuliwa kwa thamana, mimi sio mali yangu tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo anasema ya kwamba mpe Mungu utukufu katika miili yenu. Msomaji, naomba usome, nisiongee kwa midomo. Mrs. Shalairorian. Kwa namna gani nitampa Mungu utukufu? Kwa kuhubiri? Je, ni kwa kuhubiri? Je, kwa kukaa? Je, kwa kutembea? Je, kwa kuongea? Lakini anasema tazama naja upesi kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Lakini mwizi endelea kufanya wizi. Kama wewe ni mshirikina, endelea rafiki. Kama wewe ni mbea, mimi sijasema wewe ni mbea, nimesema kama. Mrs. Shalairorian.
naamini ninyi ni watakatifu wa Bwana, na Biblia anadhihirisha hivi punde nitakavyonyamaza, mtumishi wa Bwana anadhihirisha ninachoongea, kwamba sisi tumenunuliwa, sio mali yetu tena. Kwa hiyo wewe sio mbea, wewe sio mnafiki, wewe sio mshirikina. Hapana, wewe umenunuliwa. Wewe na mimi tumekombolewa. Wewe na mimi tumepewa agizo, kwa kuwa tumenunuliwa, sio mali yangu tena. Kwa kuwa nimekombolewa, sio mali yake, sio mali yangu tena. Ndio wimbo wa utangulizi nasema, tumesikia mbiu. Tumesikia nini? Tumesikia nini? Mbiu. Yesu ametoa mbiu ya kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatisha na kuwafundisha na kuwakumbusha yote niliyoamuru ninyi. Nasema mimi nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Kwa kuwa basi sisi tumekombolewa, sisi tumenunuliwa, sisi sio miili yetu, sio mali yetu tena, ni mali ya Kristo, ni mwili wa Kristo, ni kanisa la Kristo. Je, umemhubiri Kristo? Umehubiri matendo ya Kristo? Je, matendo yangu mimi na wewe inaakisi utukufu wa Kristo? Mrs. Alairolian, je, kula kwetu, kuishi kwetu, kutembea kwetu, kufaa kwetu, mtindo wetu wa maisha inaakisi utukufu wa Kristo? Alright. Angalia, je, mtindo wako wa maisha na kauli ya Yesu Kristo kwamba enendeni wanasemaje Waswahili? Bwana Yesu asifiwe. Kenio inaendana tembea yako, kuongea kwako, kula kwako, mavazi yako, dini yako, mila yako na desturi ya Kimasai, au ni mila yako na desturi ya Kipare, au mila yako na desturi ya Kisambaa, au mila yako na desturi ya Kidigo, inaendana na kauli mbiu uliosikia kwamba enendeni mkawafanye mataifa yote, lugha, jamaa kuwa wanafunzi wa Kristo. Mrs. Alairolian, Mrs. Alairolian, jamani, mpe Mungu utukufu. Amina. Mpe Mungu utukufu. Amina. Karibu mtumishi. Mlango wa 6 fungu la 19 hadi 20. Mrs. Alairolian. Ndiyo. Aliye ndani yenu. Ndiyo. Mliotoa na Mungu. Ndiyo. Wala si ninyi. Ndiyo. Si mali yenu wenyewe. Ndiyo. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Ndiyo. Sasa basi tukuzeni Mungu katika miili yetu. Sasa basi tumtukuze Mungu katika miili yetu. Katika miili yetu. Mwili wangu huu ilimtukuze Bwana. Katika kuimba, katika kuomba, katika kutembea. Mrs. Alairolian, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema ukiendelea kumtukuza Bwana, anakuja upesi na kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake, kadri ya tabia yako, kadri ya mwenendo wako. Mrs. Alairolian, ndivyo kisha atakuja kukulipa siku ile ya hukumu. Siku ile inakuja. Sijajua hii neno la kwamba tumenunuliwa unaitendea kazi au unaitendea kazi kwa namna gani? Sijajua hili neno unalibebaje, kwa kuwa wewe tumepewa dhamani kubwa. Mlinunuliwa kwa tumekombolewa kwa damu takatifu ya mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Mrs. Alairolian, lakini sisi tumeenda kurelax. Mrs. Angaia, tumeenda kurelax
kwa kuwa tumekombolewa. Basi wajibu wa kuhubiri ni ya mwinjilisti? Hapana. Wajibu wa kuhubiri ni ya waimbaji? Hapana. Wajibu wa kuhubiri ni ya mchungaji? Hapana. Wajibu wa kuhubiri ya mzee wa kanisa? Hapana. Wajibu wa kuhubiri ni washemazi? Hapana. Ni ya kila. Basi enendeni. Amemuita mchungaji? Amemuita mzee wa kanisa? Kwenye ile fungu Kristo alivyosema enendeni, ni umati, enendeni. Amesema mzee wa kanisa njoo hapa nenda, mwinjilisi njoo hapa nenda, kiongozi wa mwalimu wa kwaya njoo hapa nenda. Nyinyi relaxini. Yeye aliyesifanya mbingu na nchi na chemichemi na bahari na chemichemi ya maji, Mrs. Alairoliani. Lakini mimi na leo nimetangulia kusema ni namna gani hii injili tuliyopokea, ni namna gani tunamhubiri Yesu, ni namna gani tunamtangaza Yesu kwa tabia yetu, kwa kutembea kwetu, kwa kuishi kwetu, kwa mtindo wetu ya maisha. Ni namna gani watu wa nchi watajifunza injili ya Kristo. Mrs. Alairoliani kaiko kularungana. Ni namna gani sisi kuongea kwetu, kwa tabia yetu ya maisha, mtindo wetu ya maisha, tunavyotembea, tunavyokula, watu wa nje atajifunzaje injili ya Kristo? Atakusoma vipi? Najua sisi ni barua ya Kristo, sisi kanisa la Kristo, sisi ni mwili wa Kristo, sisi ni barua ya Kristo. Hao kondoo walioko nje watatusoma vipi? Wasomi anasema na kuelewa vipi? Mbona ueleweki? Mrs. Alairoliani, ni kusome vipi? Ni kuelewe vipi? Abu mirabi ni mirogwa. Kwa nini? Wewe sio moto wala sio baridi, vuguvugu. Kristo anasema naja upesi. Rafiki, jana leo nakusihi, Kristo anasema naja upesi na kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Kama ukiendelea kudhulumu, endelea rafiki, kama Biblia inavyosema. Kama unaendelea kuwa mvivu, utangazi injili ya milele, endelea. Lakini mwenye shamba atakuja muda sio mrefu, na ameshikilia kwa uaminifu ajira yake, kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni muombaji, kama wewe ni mhubiri, kama wewe ni toa fungu la 10, kama wewe unatembelea wajane, kama unajali yatima, hakika yake kama Bwana aishivyo, talipwa kadri ya matendo yako. Na Mungu hanaga upendeleo rafiki. Mungu hang'ati kama sisi tunavyong'ata na kupuliza. Hai, Mungu mjadala huo hamna, kwamba huku kidogo, dunia kidogo, kwa Yesu kidogo. Medina rafiki yangu, sidangani, hiyo haipogo. Ndio maana dhahiri shairi anasema ya kwamba kama wewe ni mdhulumaji, endelea. Kama wewe ni mwimbaji, endelea. Kama wewe ni mhubiri mchana wa leo, endelea kumhubiri Yesu katika matendo yako, kumhubiri Yesu katika tabia yako ya maisha, kumhubiri Yesu katika ulaji wako, kumhubiri Yesu katika tabia yako kuna tabia na koo za tabia na mila za tabia. Wamasai, lakini wale Wamasai sio sasa hivi wao nao kula samaki, wanaoa wanawake wa Kidigo. Kuna Masai hapo? Mimi Alairoliani. Kuna Masai hapo ndio mchungaji au nichanganyikeni? Changanyikeni. Sasa hivi kuna Wamasai, kuna machanganyikeni. Baba Masai, mama Mdurumu, wapi na wapi hapo? Mimi Alairoliani. Baba Masai, mama Mbondei, mama Mbondei, baba Masai. Tafuta Masai oji, yule ambaye anashikilia simba mkia kabisa. Ngaro almasi ndana adua sipa sasa.
Na nimekwambia rafiki Yesu anapenda mkorogo. Hataki. Ndio maana anasema tumenunuliwa. Wewe sio mali yako tena. Kwa hiyo usianze huku dhambi kidogo unakimbia Sabato unakimbilia kanisani. Jumapili na kuendelea wewe unajijua mwenyewe na Mungu wako. Mchungaji si hapo, kama hapa hakuna, lakini kule kwetu vipo. Sabato kisha tu anayekwenda kwa mganga anaenda. Anayekwenda kuruka njia anaenda. Njia mstari wa ndoa ni hii hapa. Njia kisha imenyooka, lakini wewe unairuka. Katikati ya wiki wewe unajua mwenyewe. Kwani mimi naongea kwani si tunajijua? Haleluya. Kwani wewe si mtu mzima, si unajijua kabisa ninachomaanisha? Unajijua kabisa kwamba huu mstari sio mtu aliyokombolewa. Huu mstari nikisimama hapa, hao walio nje sihubiri Kristo. Hiyo wapenya baraka. Unajijua kabisa. Hapa nilipo na kule kanisa na amri ya Mungu niko tofauti kabisa. Lakini Sabato wewe mtakatifu wa Bwana. Kama ni kwaya, wewe ni mwimbaji mzuri. Kama mzee kanisa, mtakatifu. Kanisa ni sisi yangu. Karibu na bafukani wewe. Message ya Lairorian. Lakini uko nje unahubiri Kristo tofauti. Kule kwetu watu wawili, namalizia hubiri langu, waliongozana kwenda mgodini. Kule kwetu kuna sehemu ya machimbo ya madini. Mwingine ni Msabato, mwingine ni Mkatoliki. Hasa huyu Mkatoliki ana tabia zake za Kikatoliki. Message ya Lairorian. Ana tabia zake za Kikatoliki. Na Katoliki haachani na dunia. Kuna Kiswahili anayesema mtaani si ni wale wale. Sababu kama pombe, kama wanawake wengi wanaoa, kama kwa waganga ni kawaida. Kwa ni wale wale. Hata siku moja katika utafutaji wa madini, ikawa huyu rafiki yake sijui ameambukiza jambo fulani. Ile jambo ambayo rafiki yake anapenda kufanya, na hiyo siku peupe kabisa, jua la saa 7, naye akafanya. Sikiliza sasa moto. Wale majirani sasa, lakini jamani huyu si Msabato. Nisha Lairorian. Lakini kwa yule Mkatoliki kama kawaida. Sababu huyu si wa kwetu. Lakini kwa sababu wewe umekombolewa, wewe umesikia ukweli. Yohana 17 mstari 17 na fungu hadi 18. Nisha Lairorian. Wanakujua kwa sababu Kristo anajidhihirisha ndani yako. Kwa hiyo kilobo step tu. Jeshini siku na hii. Kana. Si ndio jamani? Nisha Lairorian. Lakini ukilobo step akisema mguu sawa wewe naweka mguu pande. Mguu sawa wewe naweka mguu pande. Nisha Lairorian. Lakini si Msabato mbona ameweka mguu pande? Ametoka ndani ya agizo la Kristo. Kanyo, kwa nini? Wewe ni kioo. Wewe ni mwili wa Kristo. Nisha Lairorian. Jana leo Yesu anakuambia tazama naja upesi. Kumlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Lakini kwa namna moja ama nyingine, kama hujawahi kwenda kuhubiri, lakini leo umewiwa, nasema mimi na mwinjilisti Zakaria nitaanza kufanya uinjilisti kidogo kidogo. Naweza kusimama. Message ya Lairorian. Ukisimama unaagiza Yesu amewaambia wale thenashara. Yohana 17:17. Sija kuacha mtumishi. Yohana 17:17-18. Yohana 17:17. Watakase wao anasema hivi, watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kama vile nilivyonituma mimi. Kama nilivyonituma mimi.
nami vivyo hivyo, nami vile vile na watuma hawa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Umesimama kwa miguu yako, umesema kama Kristo alivyowatuma wale, na mimi leo naenda kutumika. Mrs. Shalerian. Na mimi leo na mwinjilizi Zakaria na mzee wa kanisa tunaenda kutumika shambani mwa Bwana. Ndio maana tumesimama. Nimesema kwa namna moja ama nyingine, kama hujawahi kwenda kuhubiri, lakini leo kwa mara nyingine tena umesikia habari njema, tutaenda kuhubiri. Tufunge macho tuombe. Baba lairanga magla ni Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neno lako la leo. Baba, wenda tumeongea kwa kutazama, kwa mawazo yetu, kwa kufaa kwetu, katikati ya wiki tumeenda tofauti na maagizo yako matakatifu. Baba, kwa huruma yako utusamehe. Mfalme, wenda tumeongea tukaongea vibaya watu uliowakomboa kwa damu yako. Mungu pia utusamehe. Jana leo tumesimama kusema ya kwamba kwa msaada wa Roho Mtakatifu tasama jeshi hili, Mungu wangu wa mbinguni, jeshi hili lako takatifu uliowatakasa wamesimama. Tujalie uwezo wa Roho Mtakatifu ili tukitoka mahali hapa tuutangaze injili ya milele hadi utakaporudi. Niombe letu na shukrani ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwe sana. Ishara zatokea duniani leo, vitangaza kila mahali. Tetemeko la tikisa mataifa, Yesu alisema yote yatatokea. Yesu yuaja tena, tazama ishara zatutangazia. Tujiandae kwa moyo wa toba, Bwana yu karibu kurudi. Yesu yuaja tena, tazama ishara zatutangazia. Tujiandae kwa moyo wa toba, Bwana yu karibu kurudi. Manabii wa uongo waongezeka, wengi wadanganywa na maneno yao, lakini neno la Mungu lasimama likituliza, tusimame imara. Manabii wa uongo waongezeka, wengi wadanganywa na maneno yao, lakini neno la Mungu lasimama likituliza, tusimame imara. Yesu yuaja tena, tazama ishara zatutangazia. Tujiandae kwa moyo wa toba, Bwana yu karibu kurudi. Yesu yuaja tena, tazama ishara zatutangazia. Tujiandae kwa moyo wa toba, Bwana yu karibu kurudi. Yesu yuaja tena, tazama ishara zatutangazia. Tujiandae kwa moyo wa toba, Bwana yu karibu kurudi. Yesu yuaja tena, tazama ishara zatutangazia. Tujiandae kwa moyo wa toba, Bwana yu karibu kurudi. Katika siku ya leo, endelea kumbariki sana, endelea kumpa nguvu na hekima zako. Neno lako leo nishie hapa, aende kwa mwingine pia, ili akawatangazia habari njema za ufalme wa Mungu mpaka mwisho. Kila mmoja aliyeingia hapa amesikia alivyosikia, ameelewa alivyoelewa, lakini kinachokusini kwamba tuzingatie mafundisho haya ili yaweze kutuokoa na kututoa katika utumwa wa dhambi. Tunaomba ututakase sasa na hata milele, wakubwa kwa wadogo. Niombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu na bariki Timbe. Chini ya mbawa zako niko salama,
uwepo wako na burudika, nipo salama chini ya mbawa zako, nipo salama. Uwepo wako na burudika, nipo salama. Hakuna farijiko popote pale palipokaa miguuni pa Yesu. Nashangaa kwa upendo, nashangaa utukufu Bwana, nitakutumikia. Nashangaa kwa upendo, nashangaa utukufu Bwana, nitakutumikia. Hata rafiki zangu wakiniacha, sitaogopa, naburudika, nipo salama. Hata rafiki zangu wakiniacha, sitaogopa, naburudika, nipo salama. Hakuna farijiko popote pale palipokaa miguuni pa Yesu. Nashangaa kwa upendo, nashangaa utukufu Bwana, nitakutumikia. Nashangaa kwa upendo, nashangaa utukufu Bwana, nitakutumikia. Hakuna farijiko popote pale palipokaa miguuni pa Yesu. Nashangaa kwa upendo, nashangaa utukufu Bwana, nitakutumikia. Nashangaa kwa upendo, nashangaa utukufu Bwana, nitakutumikia. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu utajaa furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana, aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Baki kwa amani ya Bwana. Amen. Karibuni Sabato ijayo. Amen. Kila mtu aje na rafiki yake. Amen. Amen.